Wa Brain Masters Tanzania. Leo tunaletea mfumo wetu wa School Result Management System, ambao mfumo wetu unafanya kazi katika hatua au option mbili. Unafanya kazi katika device zote za internet, pia unafanya kazi katika offline kwa device zote za internet, tablet, simu na kompyuta. Hatua ya kwanza, tutaweza kujisajili kwenye mfumo registration. Hapa hii sehemu za kujisajili, kama tayari umeshajisajili unaweza log in. Kwa hatua ya kwanza tuta log in kwenye akaunti yetu. Hatua ya kwanza utaandika username yako kama imeandika Juma hapo. Username ya pili ni password. Utaandika hiyo sehemu ya password, then after utabonyeza login. Utasubiri baada ya dakika kadhaa mfumo wako utafunguka. Shule yetu ya mfano tumesave Lukman Islamic, ni shule yetu ya mfano. Hatua ya kwanza utakuja sehemu ya chini, utaanza kusajili wanafunzi, student registration. Kwa utasajili wanafunzi, utaona dashboard kama unavyoona kwenye screen yako. Utaadi mwanafunzi, hii sehemu imeandikwa add student, utabonyeza add student. Utamsajili mwanafunzi darasa gani, labda darasa la 4. Namba yake ya administration, utampa namba yake labda administration hii hapo. Andike ES 00/00001. Jina lake, jina la mtoto mwanafunzi, jina lake na jina lake tofauti, utaandika labda Juma Saidi Kibumbuswa. Jinsia yake ni mwanaume. Namba ya simu ya mzazi, parent name, jina la mzazi utaandika labda Brain Master, au utaandika jina la mzazi ambalo labda ni tuseme labda Bakari Saidi Ali. Namba ya simu ya mzazi utaiandika, then after utasave student. Hii option ya kwanza ya kusajili mwanafunzi katika mfumo wa moja kwa moja wa online. Hatua ya pili ni kupakua template. Wanafunzi wengi, wanafunzi 40, 50, 60. Huwezi kuwasajili mwanafunzi mmoja mmoja kama tulivyofanya hivyo. Kwa hapo unachofuata, download template. Tuje sehemu imeandikwa import template au template. Utabonyeza template yako ya download kama unavyoona hapo juu imeshakuwa downloaded. Kwa hapo utaweza kujaza taarifa ya wanafunzi katika njia ya offline. Unaweza kuwajaza katika njia ya offline, unakuja kuupload. Wanafunzi wako wote, hata kama hapo wanafunzi 2000, wote wataingia katika darasa husika. Template kama unavyoiona hapo kwenye screen yako, utasajili wanafunzi wako katika template. Then after utaupload, kuna administration number, full name, gender, parent name na namba ya simu ya mzazi, ambayo itakusaidia katika kutuma matokeo ya wanafunzi kwa njia ya SMS kwenda kwa wazazi. Baada ya kukamilisha hapo, utaweza kwenda kuupload hao watoto katika mfumo. Kwa utaingia sehemu imeandikwa import. Sema import, itakuuliza select class, darasa la ngapi unataka kupublish, labda darasa la 4. Utachagua template, ipo template umehifadhi wapi, template yetu ni hii hapa. Then after utakuja ku open, then utabonyeza import student. Kwanza import student, wanafunzi wako wote wanakuja kuwa wamesajiliwa kama unavyoona hapo kwenye screen yako. Hii ni hatua ya kwanza ya usajili wa wanafunzi. Tuone hatua ya pili ya mfumo ni hatua ya pili, kusajili masomo. Usajili wanafunzi, sasa unasajili masomo ambayo yatatainiwa au yatafanyiwa mtihani. Sababu ni mfumo wa matokeo. Kwa unasajili wanafunzi wanakwenda kufanya mtihani, pia tutasajili masomo inayoenda kufanyiwa mtihani. Tabonyeza sehemu imeandikwa add subjects. Kwa hapa utachagua masomo ambayo yapo katika kila darasa, labda darasa la 7, darasa la 6, darasa la kwanza, whatever masomo yalivyo katika shule yako. Tuingie labda darasa la 4. Utaambiwa weka kodi ya hilo somo, labda 002 au utaandika 0025, utaandika hivi kodi ni anything. Hapo utaandika jina la somo kwa kirefu, labda ni hisabati au utaandika mathematics, whatever hisabati au utaandika mathematics. Then after utakuja kubonyeza
save subject. Hapo utasave somo lako na masomo yako yote yata display hapa chini kama unavyoyaona. Kama hili somo unaona halifai, unaweza ukalifuta, au mtaala mbadilika, unaweza ukafuta. Una sehemu ya kufuta hapa chini, utaanza delete. Utakuuliza, are you sure you want to delete this subject? Yes, tusema delete. Mfumo wako utakuuliza, utafuta lile somo, itabaki masomo haya hapo. Hiyo ni hatua ya kwanza au hatua ya pili kuelekea kwenye hatua inayofuata. Tuone hatua inayofuata. Baada ya kusajili wanafunzi, kusajili masomo, sasa tunakwenda kusajili mtihani. Tuone sasa hawa wanafunzi na haya masomo wanafanya mtihani gani? Tutabonyeza exams. Hii sehemu ni sehemu ya kusajili mtihani. Yaani mtihani unakufanya ni mtihani gani? Hapa mfano kuna mtihani wa monthly test, mtihani wa terminal na mtihani wa midterm. Hapa unaulizwa ni aina gani ya mtihani, darasa gani, mwaka gani, alama zinaishia ngapi, yaani range ya marks za huo mtihani kuanzia 0 mpaka 50 au 50 mpaka 100, na huo mtihani unaanza lini na hayo matokeo yatatakiwa kuwa yametoka lini. Kwa hii sehemu hii tutachagua, na hii sehemu ya huo mtihani kuwa active. Yaani kuwa active ni mtihani kuwa hewani. Wewe mwenyewe unachagua kwamba sababu mtihani ufikia hatua delete, unaweza kufuta, lakini mfumo unatunza matokeo kwa miaka zaidi ya miaka 100. Kwa hiyo ni wewe tu unaweza kuhifadhi matokeo yako ya wanafunzi wa vizazi na vizazi, kwamba mzazi akiwa yuko nyumbani atakaamua kutafuta matokeo ya mwanae aliyesoma darasa la 3 mwaka 2022, mtoto mzazi atapata matokeo yake. Tuone namna ya kusajili mtihani. Utabonyeza add exams, mwaka 2026, darasa la 4. Aina ya mtihani utaandika exam name, labda terminal, labda annual examination. Aina ya mtihani tutasema ni annual. Range za marks naanzia ngapi? Total marks tuseme ni 50, hata 100 ndo kaandika, whatever the case. Starting, tarehe ya kuanza mtihani labda tarehe 12 mwezi wa 11 2026. Matokeo yanatakiwa yatoke mpaka lini? Yaani mpaka lini matokeo yawe fixed, labda mpaka tarehe 12, labda tarehe 20, tarehe 20 mwezi wa 12. Remark is optional. Remark is an optional. Kaja hii sehemu uka save. Mtihani wako utakuwa saved. Tayari mtihani wako ushaonekana hapa annual, darasa la 4, mwaka huu hapo 2026. Lakini una option ya kudelete kama umesahau kuedit. Kama sehemu unataka kubadilisha, unaweza ukaedit kama nilivyobonyeza hapo. Pia una sehemu ya kuamua kudelete, unaweza kudelete huo mtihani kama hutaki, unaweza kudelete na mfumo utakuruhusu, unaweza kudelete huo mtihani. Hiyo ni hatua muhimu kuelekea kwenye hatua muhimu zaidi. Hatua inayofuata ni hatua muhimu zaidi, ni hatua ya matokeo, result. Ushasajili wanafunzi, sajili masomo, umesajili aina ya mtihani. Sasa tunakwenda kwenye kiini cha mfumo, ni matokeo. Tuone results au mfumo unaofanya kazi kwenye result. Kwa utabonyeza sehemu ya result. Sehemu ya result inakwambia add result. Add result means unaweza kukusanya zile alama. Add result ni kukusanya alama. Mfano unabonyeza add result. Add result hapo umefanya mtihani. Kwa kama nilivyosema, utabonyeza add result, dirisha lako litafunguka kama unavyoona. Kwa hatua ya kwanza tutaanza kuchagua mwaka, labda 2026. Darasa gani? Darasa la 4 au darasa la 3 au la 2, au darasa la 3 au darasa la 4, whatever the case. Aina ya mtihani unaotaka kuweka alama ni mtihani wa annual. Somo gani? Somo la hisabati, mathematics. Wanafunzi watakuja wanafunzi tu wa darasa ulilochagua hapo kwenye class. Hawaji wanafunzi wa shule nzima. Kwa hiyo utakuja mfumo utakutafutia wanafunzi wa darasa husika tu ulilochagua. Labda darasa la 4, huyu hapa Adela
Yokonia Mkapa. Mfumo utakuuliza okay, amepata ngapi kwenye hilo somo la nani, amepata ngapi? Utasema akapata labda 20. Ukiandika 20, 29 na kuandikia C. Ukiandika kapata labda 10 utakuandikia kapata E mbaya. Kapata labda kapata 34 itakuandikia B bora. Labda kapata 45, 46 itakuandikia A bora sana. Labda kapata 50 itakuandikia bora sana. Ukiandika labda 100 mfumo kuandikia max must be 0 to 5. Kwa mfumo unakwambia max lazima ziwe kuanzia 0 mpaka 50 kama ulivyokuwa umeseti huku mwanzo kwenye mfumo ulivyokuwa unakuuliza. Labda kapata 5. Then after utasema save result. Kwa mfumo utasubiri uzunguke baada ya alama za mtoto zimeshasajiliwa. Lakini pia kwenye add result kuna wanafunzi wengi waliofanya huo mtihani. Kuna wanafunzi wengi waliofanya mtihani na wanafunzi wako 100. Sasa huwezi kuwa kila wanafunzi umuingizia alama moja moja. Tumekea option ya kudownload Excel ambao unaweza kupakia wanafunzi wako wote na ukapandisha kwa wakati mmoja. Utabonyeza download Excel template. Kwanza hii sehemu mfumo utakuruhusu na kuambia chagua kwanza darasa. Sababu tutakuchagua darasa wakati wa download template. Utachagua darasa, chagua mwaka, chagua darasa, labda darasa la 4. Mtihani gani? Mtihani wa anyo. Una wanafunzi wengi, huwezi kuandika wanafunzi mmoja mmoja. Mfumo utakuruhusu uweze kupakia template ya Excel. Tukwambia download Excel template. Kwa utabonyeza download Excel template. Template yako itadownloadika kama unavyoona hapo juu. Template yako imedownloadika. Kwa unaweza kufill wanafunzi wako offline. Ukajaza wanafunzi wako wote kama unavyoona hapo kwenye screen yako. Hii ni listi ya wanafunzi. Wanafunzi watakuja wote waliosajiliwa darasa husika. Hautapata muda wa kuanza kuandika wanafunzi. Mfumo ulivyokuwa umefanya usajili, wanafunzi wako watakuja kama walivyo. Kwambia somo la science, hapa utaweza kaandika alama. Labda huyu Adelena Yokona kapata labda 20, huyu kapata 45, huyu kapata 33. Labda huyu hapa kapata 34, huyu hapa kapata 50, huyu kapata labda 10. Baada ya hapo utasave, utarudi kwenye mfumo. Sasa nataka kupakia wanafunzi wako wote. Utakuja sehemu imeandikwa choose file. Chagua file ipo wapi? Ulipokuwa umehifadhi hiyo Excel yako. Tulihifadhi hapa, utabonyeza Excel. Mfumo utakwambia upload and process result. Kwa utabonyeza hapo, mfumo wako utapakia wanafunzi wako wote waliofanya huo mtihani. Ni chapu tu kwa haraka. Tayari wanafunzi wako washapakiliwa kwenye ile somo na mfumo kama unavyoona hapo, wanafunzi wako wote wameisha wekwa alama zao zote kama walivyokuwa umeupload, na wote wamepandishwa kwa wakati mmoja na masomo yao. Kwa hiyo sehemu itakuletea kwamba wewe na grade A, ana wastani gani, masomo waliyofanya, wote mfumo utakuletea hapo. Kwa hiyo ukachagua labda uone ripoti ya mtoto mmoja, ripoti za watoto wako wote utaweza kuziona hapo. Kwa hiyo click it once, kama kuchapisha ni kuprint, una print report ya wanafunzi mmoja mmoja. Ni option tu wewe mwenyewe utaamua print moja kwa moja kwenye mashine, una print na result zinatoka. Baada ya hapo, baada ya kuwa umeshapandisha, umesheka alama za wanafunzi kwa kila somo, hatua inayofuata ni kwenda katika student summary. Sehemu utafungua hii sehemu, utapata summary kama nilivyoonyesha hapo awali. Sasa sehemu kubwa ya mfumo wetu hasa ni ripoti za wanafunzi na matokeo ya darasa moja moja. Utabonyeza sehemu imeandikwa report card. Kwa utabonyeza report card utapata report za wanafunzi wako wote. Hata kama wako 500 utapata ndani ya dakika moja tu wote wanafunzi. Utachagua mwaka, utachagua darasa, labda darasa la 4, aina ya mtihani tuseme labda terminal. Utabonyeza neno download report card PDF. Kwa ukibonyeza download report card PDF yako wanafunzi wako wote watadownloadiwa na unaweza kupata PDF
ukafanya kazi ya kuprint mara moja na wanafunzi wako wote wakawa wamepatiwa hizo PDF. Utaingia sehemu ambayo unahifadhi download, utaingia download, utapekua PDF zako. Yes, wow. Utakuta PDF za wanafunzi wako wote. Mfano hii shule ya mfano tu, shule inaitwa Luqman Islamic. Logo ya shule kama unavyoona tumeweka logo ya shule. Kwa report itatoka ikiwa na logo ya shule kama unavyoona. Wewe kazi yako ni kuprint. Itakuletea wanafunzi wa kwanza mpaka wa mwisho. Wanafunzi wako wote utakuletea hapo kama unavyoona, imekuandikia masomo, alama zilizopata, daraja lililopata na maoni na kukatia automatic. Ripoti tumeandika kwa mfumo wa Kiswahili kwa sababu wazazi wanapokea taarifa, wanajua Kiswahili. Wazazi wetu sisi tunaamini wanajua Kiswahili. Kwa hiyo ripoti itakwenda katika mfumo wa Kiswahili, lakini ina option ya kuchagua lugha. Unachagua lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili, lakini ripoti nyingi tunapendelea zaidi kwa lugha ya Kiswahili. Kwa utakuta na safirishaji, yani iko utapata wanafunzi wako wote waliofanya huo mtihani wote watapata matokeo yao kwa wakati mmoja. Kwa unapata report card kama unavyoiona hapo. Kazi yako utaprint, utafungia watoto ripoti zao kama unavyoona. Kila page inakuwa na ripoti ya mwanafunzi mmoja. Kwa una print mara moja kama unavyoiona hapo. Utachagua kama unataka kuprint colored au black and white, whatever the case. Wewe itakuletea tu mfumo. Unataka ziwe za rangi, ziwe black and white, wewe tu unataka na mfumo wako utakuprintia ripoti zako automatic kama unavyoziona. Baada ya kuona report card zinavyokuwa za wanafunzi, tuone matokeo ya darasa, yani matokeo ya darasa ambayo yanakuwa kama yanabandikwa darasani, yanabandikwa labda kwenye ofisi za mkuu wa shule. Tutakwenda sehemu imeandikwa class result sheet. Utaanza imeandikwa class result sheet, itakia shule yako na logo yako automatic. Kwa utachagua mwaka 2026, utachagua darasa baada ya kuona report, labda darasa la 4, aina ya mtihani labda ni terminal. Utabonyeza imeandikwa generate professional PDF. Ukibonyeza hapo, PDF yako ya darasa itaanza kuchakatwa na sekunde kadhaa utapata ripoti ya darasa husika. Utabonyeza PDF yako kama unavyoona, itakuwa kama hivi. Wanafunzi wako wote utapata class average, class grade, rate, pass rate na total student. Wanafunzi wako wapo wangapi na masomo yao waliofanya, kila kitu wa kwanza mpaka wa mwisho. Mfumo utakupangia kwanza mpaka wa mwisho. Sehemu ya saini ya mwalimu wa darasa, sehemu ya saini ya mwalimu wa taaluma na sehemu ya saini ya mwalimu mkuu. Hapa chini utakuta subject performance analysis. Kwa hiyo sehemu ya uchambuzi wa masomo. Hii ripoti mara nyingi inapendwa sana na walimu wakuu, huwa wanapenda kubandika madarasani, wanapenda kubandika ofisini kwao. Wanakuwa wanaona mazoezi yanavyokuwa yanakwenda katika shule yao. Baada ya kuona hatua mbili za ripoti za wanafunzi kwa mmoja mmoja, baada ya kuona results za madarasa ambazo zinabandikwa madarasani, sasa tutakwenda katika hatua ya muhimu sana katika mfumo, ila sio kwa niaba au sio kwa muhimu huo, ila ni muhimu sana katika kupeleka ripoti za matokeo kwa wazazi kwa njia ya SMS. Kabla tujaenda kwenye SMS, tuone pia hii sehemu ya tatu inaitwa analysis, yani sehemu ya uchambuzi wa matokeo ya darasa husika. Hasa wakuu wa shule wanapenda sana kupitia hii sehemu kuona darasa husika katika mantiki ya uchambuzi. Utabonyeza sehemu imeandikwa analysis. Ukibonyeza hapa itakufungulia total results, total student average, ni kwa shule nzima, yani kwa shule nzima ina wanafunzi wangapi. Kwenda kusaidia kufahamu shule yako ina wanafunzi wangapi, shule yako ina ufaulu, inaunganisha doti za kila darasa afu na kukombania average ya ufaulu wa shule hii katika hii midterm, kwa kujumlisha kuanzia chekechea mpaka darasa la 7 inaleta kiasi, yani ufaulu taaluma ipoje kwa shule kiujumla. Kwa utaongea tena subject performance analysis, uchambuzi wa kila darasa. Utachagua darasa moja moja, graph kama hizi, itakuletea graph kama hizi, wanafunzi waliofaulu top 10 student na wanafunzi waliofeli, wanafunzi duni, itakuletea kwa shule nzima. Ni katika shule yako ni darasa lipi limefaulu sana na ni darasa lipi
limefeli sana, na wanafunzi gani wamefeli sana katika shule yako kwa ujumla, kwa kila darasa, yani na kuchakatia wanafunzi waliofeli sana katika shule yako, kwamba unakuta darasa moja lina wanafunzi wamefeli sana. Unaweza kufanya uchunguzi kwa nini darasa fulani wamefeli sana na kwa nini darasa fulani wamefaulu sana, kwa utapata uchambuzi wa graph kama hivi unavyoona, very professional. Baada ya kupita sehemu zote, tuende sehemu inayoitwa sehemu ya SMS. Kwa utabonyeza sehemu inayoitwa SMS Center. Kwa ukishabonyeza SMS Center, hii ni sehemu ambayo unaweza kutuma SMS kwa wazazi wote waliopo shuleni kwako. Mfano tuna wanafunzi 89. Unaweza kutuma SMS kwa wanafunzi wote 89 kwa wakati mmoja, na wote wakapata SMS za matokeo kwa kila mzazi na namba yake ya simu iliyosajiliwa katika shule yako. Kwa utaanza na sehemu ya kwanza imeandikwa SMS sent today. Yani idadi ya SMS zilizotumwa leo itakuonesha hapo. Balance ya SMS zilizopo, delivery rate, yani asilimia za SMS zilizofika kwa wazazi. Tutaanza na send single SMS. Hii sehemu ya send single SMS inapendwa sana na walimu wakuu, labda kuwajulisha wazazi kuna vikao, kuna ujumbe fulani unataka kuwatumia wazazi mmoja mmoja. Kwanza unaweza kaingia imeandikwa send single SMS. Kwa utachagua hapa namba ya simu ya mzazi utaiandika. Utaandika lengo lipi unataka kutuma hizo taarifa kwa wazazi. Labda utasema free remedials, attendance notice, school announcement, result, examination result au general message. General message maana nenda kwa wote. Utaandika ujumbe mfupi general message, labda kikao cha wazazi Jumatatu, fika bila kosa, usitume mwakilishi wako mkuu wa shule, labda J Juma. Namba ya simu utaandika namba ya simu hapo, ili wazazi kama wana changamoto wasikupigia. Then after ule ujumbe ule uandika, utatokea sehemu imeandikwa SMS preview. Unaviona hapo ujumbe wako wote utatokea sehemu SMS preview. Kwa ukibonyeza hapo sehemu iliyoandikwa send SMS, kwa SMS itakwenda zote kwa wazazi. Kwa ukibonyeza hapo SMS inakwenda kwa wazazi wa shule hiyo husika. Kwa SMS zinakwenda zote kwa wazazi wa shule yako husika. Baada ya hapo turudi sehemu sasa ya mama ya mfumo wa SMS. Hiyo sehemu ambayo tuchatuma SMS, tuone send result SMS. Send result SMS. Hii ndio sehemu muhimu sasa ya mfumo. Tunatuma taarifa za SMS za ujumbe za matokeo kwa wazazi. Kwa utabonyeza sehemu imeandikwa send result SMS. Kwa hii sehemu tumeiweka maximum katika engo ya mtego, kwamba uweze ukatuma tu SMS from nowhere zikaenda tu kwa wazazi wote wa shule. Kuna madarasa mengine hawafanyi mitihani ya mara kwa mara. Madarasa mengine wanafanya mitihani tu ile maalum. Ila madarasa mengine wanafanya mitihani ya ile mitihani ya assessment ya darasa la 7, darasa la 4. Mara nyingi wanafanya mitihani ya mara kwa mara. Kwa hiyo tumeweka hii sehemu, utachagua unataka kutuma SMS ya aina gani? General SMS au class result SMS. Kwa ukichagua class result SMS, mfumo utakuuliza select exam. Utachagua labda anyo. Mfumo utakuuliza unataka kutuma matokeo darasa gani? Sababu una madarasa mengi. Uweze ukatuma tu SMS from nowhere, SMS zikaenda. Kuna wazazi wengine hawana muda na hilo darasa husika. Kwa hiyo utachagua darasa na kutuma SMS, labda darasa la 4. Ukibonyeza send SMS, mfumo utaenda kuchakata matokeo kwenye somo ambalo kwenye aina ya mtihani uliochagua na darasa husika, na zile namba ulizokuwa umezisajili zitakwenda moja kwa moja kutuma SMS kwa wazazi. Kwa wazazi ambao wanatumia njia ya WhatsApp itakwenda kwa njia ya WhatsApp. Wazazi ambao wanatumia njia ya SMS ya kawaida kwenda kwa njia ya SMS ya kawaida. Mzazi anatumia WhatsApp itakwenda report card ya PDF automatic katika namba ya WhatsApp ya mzazi. Na mzazi anatumia SMS au simu ya kishkwambi au simu ya tablet
au simu ya kitochi zitakwenda katika njia ambayo device yake inaweza kupokea ile aina ya ujumbe. Ukibonyeza send SMS, SMS zote zitakwenda katika namba husika ulizokuwa umezisajili. Wow, baada ya kusema hayo, mfumo wetu ni bei rahisi na unaweza kuona aina ya SMS ulizotuma. Je, zimefika? SMS ulizotuma zote zimekwenda kwa wazazi. Zote ulizotuma zimekwenda kwa wazazi. Zote wanafunzi wako wote walikuwa wanafanya sample, wote hawa SMS zimeingia kwa wazazi husika. Mfumo unakuletea kabisa inakuletea kabisa aina ya SMS ambazo ulizotuma. Mfumo unakwambia SMS sent, SMS sent. SMS zote zimekwenda automatic. SMS 32 na zote zimekwenda, hakuna iliyobaki na hakuna iliyofeli. Zote zimekwenda katika namba ulizokuwa umesajili kwa wanafunzi, na aina ya SMS uliyoandika huku pembeni unaiona, na matokeo ya wanafunzi wako wote zimekwenda kwa wazazi. Very 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 professional. Then after utarudi katika dashboard yako, utaona aina ya SMS ulizotuma leo. Tuma SMS 5, mwanzo zilikuwa 0, zimekwenda SMS 5. Kwa tuna pending zitakuonesha, SMS zilizokwenda zitakuonesha. Kwa baada ya hayo, karibuni sana katika mfumo wetu. Mfumo ni rahisi kuutumia na mfumo unatumia device zote za internet. Pia mfumo unatumia offline na online. Karibuni sana, lakini kutumia mifumo ya Excel ambayo ni mifumo migumu ambayo sio rafiki katika ulimwengu wa sasa. Baada ya kusema hayo, karibuni sana. Mfumo wetu una gharama nafuu na unalipwa kwa mwaka. Ukilipia mwezi wa 10, 2026, utalipia tena gharama ya kuendesha mfumo mwezi wa 10, 2027. Kwa mfumo wetu una rate ya malipo ya mwaka mmoja ili kuepusha changamoto ndogo ndogo katika system, ili mtumishi au mmiliki wa mfumo hautumie kwa furaha na enjoy. SMS ni unlimited. Utatuma SMS mpaka wewe mwenyewe utakapochoka. Acha kutumia mifumo janja janja, tumia mfumo wa Brainmaster Tanzania, mfumo ambao umetengenezwa na mwalimu mwenzio, mfumo ambao umetengenezwa na kijana wa Tanzania. Karibuni sana, tuwahudumie. Namba ya simu ya Brainmaster ni 0764 31 61 55. Brainmaster Tanzania. Education is not a war. Education needs a living program. So you are most welcome to Brainmaster Tanzania. Thank you for listening and you are most welcome.